Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Haya, baba wewe vipi hapa saa hizi? Tena vichochoroni mama. Ndio ushaanza tabia za wizi. Mimi na wizi wapi na wapi? Mimi ni katika pita zangu nimekukuta unapita pale. Nikaona ngoja nikimbie nikuwahi hapa. Na Mungu si Asumani Kondo nimekukuta leo. Kilichokufanya unisubiri una shida gani? Habiba, wewe unatambua. Unafahamu mpaka saa hizi kwamba mimi wewe nakupenda. Na kingine, kuolewa kwako wewe isiwe sababu ya mimi unikatisha mahusiano yangu na wewe moja kwa moja. Habiba, kuna watu hapo kwenye ndoa zao. Habiba, kuna watu wameolewa lakini bado wana watu wao pembeni wa zamani. Habiba, mimi nahitaji kuwa hivyo. Basi sawa, nitashindwa kuwa mwanaume wako kama ilivyokuwa. Basi nifanye kuwa kama kidumu wako. Mimi nimeridhika. Hapo kwenye kidumu tena uishie hapo hapo. Sawa. Toka niwe kwenye mahusiano, nitoka naanza mahusiano kipindi nipo na wewe. Sijawahi kuwa na mtu mwingine, sawa? Tulivyoachana na wewe, nimeenda kuingia kwenye ndoa yangu na sitaki kidumu. Sitaki kusikia sijui ya nani, sitaki. Sawa? Kutokana na mume wangu, nampenda naye ananipenda. Na tena siku ya pili usirudie tena kunisimamisha sehemu kama hizi. Mume wangu hivi hapa akitokea, unanitengenezea mimi picha gani? Mimi mwenyewe tu nikimkuta mume wangu na dem, lazima nianzishe vurugu, yani nianzishe furumai. Yeye mwenyewe anaelewa. Sasa yeye hapa akitokea hapa, na unajua kama mimi mume wangu msalama. Unajua nitakufanya nini wewe? Wewe ndio maana nimekwambia natambua wewe mwanaume wako ana askari na wewe ni mume unaolewa. Habiba, nitaendelea kukusisitiza. Nipo tayari saizi kuishi na wewe kwa mfumo wote. Tufanye kama chakula, tumfanye mume wako maharage, mimi nifanye hata mboga majani. Niko tayari kuitwa mchicha kwako wewe mama yangu, lakini tutapoteza maziwa. Naona unaanza kuchanganyikiwa akili sasa hivi. Nishakwambia sikutaki. Na mume wangu kuna nitafutia nini wewe? Wewe nitafutia nini? Wewe hisi unamtafutia mume wangu kesi wewe akukute hapa akubamize, ndugu zako wale wote waingilie. Tena sitaki mazoea. Sawa? Sitaki kabisa. Mimi mume wangu askari. Wewe kwa kazi gani ulokuwa nayo? Sitaki vidumu ambavyo havina maana. Mimi nishaolewa. Habiba. Kwa kazi hivyo rafiki yangu. Yaani kasata hisia za wengine. Yaani hisia za wengine. Zishaingia nyumbani kwa watu asubuhi. Shida ilokuleta hapa ni nini? Au ndo umekuja kunipigia tena? Ushasikia huko Bonge kasambaza habari zingine za kwako? Unajua Bonge udugu wangu, mimi na jambo nataka nikushirikishe hapa. Kweli dunia da ulimwengu shujaa. Leo hiyo naonekana mtu akati umenibinyanga pale chini, umenipiga na lalamika kiuno, wala hata kuona nini wala nini. Saizi hapa unakuja kuleta matatizo gani kwangu? Unajua Bonge, yale alishapita. Sisi binadamu kukosea lazima, na wewe ulinikosea, na kama unavyojua sheria zangu, mimi mtu akinikosea lazima nimwadhibu. Ila leo ndugu yangu, unajua mimi kuna jambo nataka tuongee, lakini hili jambo liko serious sana,
na kujua wewe tabia yako ya ombea, lakini kwenye jambo hili naomba ndugu yangu unistiri, ulishikilie sana, kwa sababu hili jambo mimi limenifika mwenzio. Kwa sababu umejileta mwenyewe, sijakufuata. Wacha nikusikilize, na mimi sikatai, japo umenipiga, umenisinyanga. Niambie udugu wangu, subiri tu nirudishe udugu, maana pambe. Mimi nataka nikupe kazi moja. Mimi mume wangu leo ana siku ya 3 nyumbani hajaonekana. Udugu, sijakusikia vizuri, amudia tena hapo. Nini? Yaani ninavyokuambia mimi nilijua masiala, yaani labda kama ananitania, lakini naona utani kama uko serious. Siku ya 3 sijamuona nyumbani. Na kama unavyojua wewe mtaa unaujua vizuri. Mimi nataka unichunguzie mume wangu yuko wapi? Basi, yaani ukijua tu yuko wapi. Alafu sio bure sasa. Mimi nakulipa. Sasa udugu, hapo hapo uliposhikilia ndio nataka ushikilie tena, maana tumetoka kula wewe kwako. Tumeakata mauno pale kwako mpaka viuno vyetu vilikuwa vifanyi kazi. Haya, iweje leo uniambie hayo mambo? Wewe pumu. Mrudia tena, sijakusikia vizuri. Rudia shoga. Hasa hapo bonge sio nataka umbea mwingine ambao mimi nilitaka nimfiche nisikwambie. Hajaonekana leo ana siku ya 3 nyumbani. Udugu, mbona haya mapya? Tena mazito. Au udugu, wewe kuna kitu umemfanyia wewe yule? So bule. Haiwezekani ndoa yako hata mwaka haijakata udugu wangu. Leo hii unakuja kuniambia jambo kama hilo kwema? Wewe kuweza? Sasa mimi nitamfanyia nini? Mimi nitamfanyia nini yule mwanaume mzima shababi, nitamfanyia nini? Yeye mwenyewe sijui kapata wazimu gani huko kaamua kuzila. Mimi nashangaa tu siku hiyo nalala mpaka asubuhi simuona. Nikajua labda amepata kibarua cha kukesha koko siku ya 2, siku ya 3 ninapokuambia. Leo nikilala tena kama hajafika. Yaani kwenye ukweli tuongee. Kama kuna jambo umemfanya niambie, unashindwa kumwambia. Sasa mimi nitamfanya nini yule mwanaume? Atakuwa kaenda wapi? Ndugu, ndo yako hata miezi haijakata saizi kashakimbia. Asa hapo unabadilisha mada. Hapo nimekwambia kakimbia, nimekwambia kaondoka. Mbona unataka kunianza kumsangazia habari ambazo sisi? Nimekwambia hayupo nyumbani siku ya 3. Wewe ndo utaanza kuyasambaza kanikimbia, tafadhali bonge. Ndugu, hilo jambo zito. Yaani zito kweli kweli. Sema niachie mimi. Mazalo umelifikisha kwangu mimi, udugu wako pambe. Nadhani unanielewa, kitaa kizima hichi na kijua. Kama kuna mwanamke yoyote kamweka hapa, udugu, hilo limeisha. Yaani niachie mimi, nitapita nyumba, mtaa, sijui nini, kote nitasakanya, na nikimkuta mtoto wake nadhani unajua. Yaani hilo jambo so uje upite umuone sijui yupo kakina Halima Mtamu kule afu ukaushi. Yaani nimekuletea wewe kwa sababu najua utaingia mpaka kule kwa maadui zangu. Udugu, niachie mimi, nataka huyo alomiliki tumsuze, tumchambe achambi. Sawa? Mimi nakuelewa ndugu wangu. Ila pole. Mwanaume na siku ya 3 hayupo. Basi hilo limeisha ndugu wangu. Subiri hapa nijiandae nifanye mambo yangu ndani. Nakuja. Haina shida. Patrol inaanzia kule. Nikitoka kule nakuja kwako. Nakutaarifu. Bwana, kuna 1, 2, 3. Upo? Dada, nimekuleta unifanyie kazi yangu. Utashirikiana na Mbeumu na pamoja na Kitu. Nataka kazi yangu ifanyike kwa wakati. Naona kazi yangu nilo hapa inalegalega kila siku. Naona nimekuongeza wewe, utawapa Kitu. Mbeumu. Yes. Maana ndo na mdomo. Unamuonaje? Sawa madam. Hilo halina shida. Kwa sababu Kadabla si ndugu yetu wa muda mrefu sana. Na kazi nyingi tumefanya naye. Kwa kuhusu hilo, ondoa shaka. Haya Kitu mzee amesema. Unasemaje na wewe? Sina neno tajiri. Unajua mtaka yote kwa pupo kosa yote. Sisi yote tushakosa. Tunataka hizo pupo. Kwa hiyo tuko naye pamoja kiongozi. Au sio? Wapi mwanangu? Ongea tu misomo yako, afu siku niangushe. Sawa?
Bora udugu wangu nilivyokuona. Udugu upo kwanza? Nipo. Vipi udugu, huu mguu ulikuwa unakuja kwako? Asa wewe mapema yote huo mguu wa kwetu ili kutafuta nini? Ulikuwa unakuja kufanya nini? Tena nina jambo zito limenikaa hapa kwa Nikolomelo. Mimi nikishapata habari na kuagawa moto hivi. Sasa hapo ndo unapoanza kufeli bongo. Una habari, unaacha kuongea, unataka uanze uzunguke, mwisho usahau tena hapo. Haya, habari gani? Jipya la hapa nilokuwa nalileta kwako. Udugu, nasikia Kishefa kamkimbia mke wake. Upo nyonyi? We. Kishefa akakimbia? Kamkimbia mke wake. Hapana, au umetuma uje unipeleleze wewe? Wewe kwani unijui kama mimi askari mpelelezi Kama gazeti la udaku. Yaani ni kila napopita titi na hapa na donoa hivi titi. Nikasema subiri nihakikishe. Kwa hiyo kwanza nilikuwa mguu na kuja kukuuliza wewe. Kishefa kweli kamtoroka mke wake au umemfungia udugu? Wewe. Tutagombana sasa hivi bonge. Nitakugarausa hapo kwenye mchanga, nitakufinya wewe. Umetuma lele puto, si ndio Unanikera. Wewe niambie umbea ulionyoka, sio unakuja kunipeleleza mistaki. Udugu, tugombane yote kisani. Wewe mwenyewe unanijua mimi kama chupi na tapu. La kwako la kwangu, la kwangu la kwako. Sasa sikia. Hilo swala la kwa upande mwingine limenihuzunisha na upande mwingine nimefurahi. Ila ninachokitaka ufuatilie kwa kina, ujue kweli Kishefa katoroka au vipi. Maana yule mwanamke naye simwamini. Shirikina sana. Usije kamtia kwenye chupa bure. Hilo ndo loliaje wewe. Ulikuwa unaenda wapi? Jua lishawaka, tunaulizana mambo yako ndapi kuhangaika mkono ndio kinywani. Twende udugu. Sawa, umesikia mko wangu? Wewe chukua hii 30. Chukua. Hiyo itaenda kukusaidia siku 2-3. Umesikia? Ndio. Itakusaidia siku 2-3 hiyo hapo. Mimi naendelea kufuatilia. Sawa? Naendelea. Atarudi tu, lazima arudi. Hawezi kukaa huko siku zote. Umesikia mko wangu? Kuwa mvumilivu mamangu, sawa? Sawa. Haya basi mamangu, mimi ngoja niendelee na wateja. Ina maana unataka kuniambia wewe hujui kabisa alipokuwa Kishefa? Yaani shoga yangu hapo unavyoniona mimi sijui kitu chochote. Yaani hapa nimechanganyikiwa kwa sababu nilitegemea kama katoka kwa mkewe ni lazima atakuja kwangu. Lakini kama ndo unavyoona pako patupu, yaani ndo kwanza kila kukicha mambo yanazidi kuwa meusi ndugu wangu. Nimechanganyikiwa hapo unavyoniona. Yaani hata sielewi nafanyaje jamani. Lakini wewe si unao watu wake wa karibu, unaweza utakamuulizia, labda utapata taarifa yoyote ya kumuhusu. Hiyo nguvu naitoa wapi? Nianze kumsaka siku watu wake karibu, naitoa wapi hiyo nguvu ndugu wangu? Mimi hapo bila yani bila bonge. Yaani hata sijui ningekuwa sijui kitu chochote muda huu. Namshukuru sana japokuwa ni mbea lakini kafanya umbea wa maana. Hiyo kazi nimempa yeye sasa. Azunguke aniletee hapa taarifa ya kinaga ubaga kuhusu huyo bwana Kishefa. Yaani nimevuruga udugu wangu, hapaliki, hapanyweki, hapalaliki. Habari ya saizi? Salama, tukusaidieni. Leo nimekuja kwa wema tu. Wala sihitaji shari na mtu yoyote. Naweza nikasema kwamba malaika wangu wa ugomvi leo yuko mbali. Nilikuwa nahitaji kitu kimoja kutoka kwako. Nahitaji uniambie ni wakina nani wale walionikimbiza ile siku. Hivi we baba, mshahara wako kichwani huko unafanya kazi wewe? Yaani watu wakukimbize wewe afu uje uniulize mimi imekaaje? Na kuuliza mshahara wako wa kichwa unafanya kazi vizuri? Jirani, ile duka nilokuambia ndo hapa Tonic Shop Kariakoo, unapata chaji za aina zote. Mungu wangu jamani.
Bonge la mduka. Nakwambiaje jirani, sio duka tu hapa, tuko kama Dubai ninavyokuambia. Mimi nilijua kioksi. Kioksi? Afu mtindo wako jirani kunomba chaji kila siku na kazini, sikuti staki. Leo nimekuleta mwenyewe dukani uchague. Yaani hili sio duka mwanangu. Yaani hiki kiwanda. Nakwambiaje jirani, kuna rafiki yangu anaitwa Kali, afuko lake likamkaba, ndo hapa Kali yako unapata kila kitu ninavyokuambia. Ile si ndo kama chaji yako ile? Ndio hiyo. Mungu wangu. Ndio hii, ukinipata tu dakika 5 simu yangu imejaa. Sasa kumbe nini? Na hiyo ya kurekodia. Hii sasa hii ndio kubwa kuliko hii. Vitu vyako hivyo. Michezo ya? Tap screen. Na hizo phone nini hizo? Hizi hapo umesema panaitaje? Unaitwa Tronics Shop Kali yako. Jamani, acheni kushia chaji. Njooni Tronics Shop. Tunapatikana mtaa Bei na Rikoma. Tunauza kwa jumla na rejareja jamani. Kama unataka bidhaa original na zenye viwango, chaji ambazo zinachaji fast, chaji dakika 5, karibu hapa. Namba zetu za simu hizo hapo zinapita hapo chini. Kabla sijaanza mazungumzo, nilishakwambia kwamba leo siko kishari, lakini naona unataka kunichokoza. Shakila, nahitaji uniambie ni wakina nani wale walionikimbiza ile siku, na imani wewe unafahamu. Mimi naona sasa hivi watu wanaanza kuchanganyikiwa, mchana kweupe na jua linawaka. Wenzako vya kuoga wanaoga na vya kunywa wanakunywa. Watu wamekukimbiza wewe, unakuja unaniuliza mimi nginja ni wakina nani, mimi nitajuaje? Siwajui. Yaani nimetumia njia nyepesi kuzungumza na wewe, lakini bado unahitaji shari. Ina maana wewe umeshazoea tukionana barabarani tukimbizane kama mambwa. Oya, nilishakwambia muda mrefu mimi sio mwema, nitakuzingua. Wewe vipi, umetokea wapi? Wewe mwakuta tu na mazungumzo haya, unapata ujasiri wa kusogea hapo kuongea na sisi? Wewe vipi jamani, watu wengine wamechanganyikiwa. Wewe unijui mimi. Hawa wenzako wanaonifahamu habari yangu wanayo. Sasa nisikilize. Ukiona watu wawili wanazungumza kama maongezi haya kuhusu, usiingilie, utauponza. Kwendaga bwana wewe. Kwenda huko bwana, wewe si ndio umetukuta sisi tunaongea wawili, wewe ndio umeingilia. Basi wewe ndio utauponza. Yaani watu wengine sijui wakoje, sijui. Hivi watu wengine hawajielewi. Yaani bora ingekuwa jua kali ningesema jua linamchanganya, lakini maskini ya Mungu saizi jua hamna. Kwani imekuwaje wewe na yule mtu jamani? Ana akili mbwa yule, anaacha kufanya mambo ya msingi, anafuatilia watu. Mimi mwenyewe na yangu kibao hapa yamenichanganya. Alafu nimekumbuka kuhusu lile swala lenu, wewe nafaa umefikia wapi? Maana nilisahau hata kuuliza ujambo. Shoga yangu wewe acha. Yaani mimi hapa muda wote akili yangu inachemka. Yaani mimi muda wote ubongo wangu unazunguka. Yaani hata sielewi. Yaani hadi sasa hivi huu mtaa nauona mbaya. Natamani hata sijui nikajichimbie wapi sijui. Muda wote mimi nikitembea nageuka hivi. Yaani kama vile nimekuwa mhalifu mkubwa, muda wote nahisi kama kuna defender nyuma yangu linanifuatilia. Nakosa la ndugu yangu. Yaani jamani, mimi sina hata cha kuwasaidia ndugu yangu, maana mimi mwenyewe hapa kama mnavyoniona sina nguvu. Yaani hapa kwenye saa hizi naona tu nakokwenda hata sipajui, miguu imenisha nguvu, hapo bora tu nirudi nyumbani nikapumzike. Shoga yangu ile nalo kubwa, ila pole, atapita tu. Mimi nitakupa taarifa kila kinachoendelea. Kwa mimi namsubiri tu hapa Bonge, akinipa taarifa simu itaita. Mimi hapa saa hizi sina pa kwenda popote zaidi ya nyumbani. Basi poa, mimi naenda zangu huko barabarani. Basi poa, mimi ngoja nielekee nyumbani. Yaani afadhali hata Bonge nimekuona hapa. Yaani unaona umguu uko nakutafuta wewe. Yaani ningekusaka kwenye vijiwe vyote leo. Hivi wewe Bonge, una akili timamu kweli kwenye kichwa chako hiko? Yaani katika heshima ulinivunjia mimi, nikumuita babangu udugu. Yaani mimi na akili zangu zote fyetu. Babangu sitaki dharaulike. Mwenye sitaki kumdharau babangu. Akija anashusha sauti. Wewe nani ukamuita babangu udugu? Udugu, mimi mwenzio pale alinipagawa, yani alivyokuwa mkali vile nikajikuta tu nimemuita udugu mambo. Eti udugu mambo. Kwa udugu wangu nisamee tu. Ulipagawa ulivuta au? Tuachane na hayo. Kwa hiyo ndo sasa hivi umefungiwa. Yaani sasa hivi babangu ananichunga kaniweka ndani. Sijui umenielewa? Hazipiti sekunde 3 au 5. Lazima aniite. Akisikia sauti yangu asema kweli mwanangu yupo ndani. Yaani sasa hivi mimi nanyimwa raha pale nyumbani. Sitoki hata kwenda dukani.
anaitwa mtoto wa nyumba ya pili, yani ndo atuma afu mimi nipo ndani. Uone hizo dharau. Mimi baba anachunga muda wote yani. Wewe. Sawa. Tukutana nyumbani mimi na wewe. Mambo udugu. Nani udugu wako? Samahani Bafeti. Alafu wewe nishakukataza kukaa na binti yangu, hunielewi. Sasa unachokitafuta safari hii utakipata. Nisikilize vizuri. Kwa kuwa unapenda kuigiza ukike, leo nataka kufundisha jinsi wanawake wanavyotumika. Lakini Bamkali usinifanyie hivyo. Mwanzo mimi. Kelele bana wewe. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi ya wanawake wanavyoishi kwenye nyumba zao. Ngoja. Bamkali. Majirani sana. Wewe ni nani? Mbona unapenda kunifuatilia sana? Naongea na wewe. Nakuuliza wewe ni nani? Mbona unanifuatilia? Aha. Kumbe wewe unajifanya kichwa kibovu. Sasa leo